Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu. Kitabu cha Mathayo sura ya 25 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari kadhaa hapo chini, utaona kuna habari za watu wanaitwa wanawali. Na kuna makundi mawili, wanawali wapumbavu na wanawali wenye busara. Kilichonitafakarisha hapo ni kwamba kuna watu ni wanawali lakini bado ni wapumbavu. Mwanamwali ni nani? Mwanamwali ni binti ambaye amejitunza, ambaye hajakutana na mwanamume bado kimwili. Huyo ni mwanamwali. Sasa kuna wanawali waliojitunza lakini bado ni wapumbavu. Maana yake kuna ufahamu hawana. Sasa mwanamwali mpumbavu akiendelea kukaa kwenye upumbavu, maana yake kuna siku anaweza kuja kukutana na mazingira ambayo yatautoa uwanawali wako. So kama ni mwanamwali halafu ni mpumbavu, upo kwenye riski kubwa ya kukutana na mambo ambayo yatakutoa kwenye uwanawali wako. Kitu ambacho ninataka kukushauri kutokea hapa, wewe ni mwanamwali na umejitunza vizuri, hakikisha ya kwamba unaji-upgrade kwa kuongeza ufahamu, kwa kutengeneza standards zako, kwa kuweka mipaka, kwa kuwa na maono. Na vitu vingine ambavyo huwa vinasababisha mtu aendelee kuwa mpumbavu pia ni kukosa maono, kukosa picha ya mbele. Binti hujakatazwa kuwa na picha ya mbele. Mtu yoyote mpumbavu ni mtu aliyekosa picha ya mbele. So kuna mwanamwali ambaye ni mpumbavu, yani amejitunza, yuko vizuri, lakini ni mpumbavu, amekosa ufahamu, amekosa picha, amekosa vitu fulani hivi ambavyo kuna mazingira yakitokea yatamsababisha uwanawali wake utoke. Sasa kuna mambo ya kuzingatia huko mitaani tunapoishi na interact na watu, ile miingiliano ya hapa na pale. Usipoangalia, usipokuwa makini, ukawa na mipaka, ukawa na standards zako, ukawa na maono yako, utaendelea kuwa mwanamwali mpumbavu. So ni mwanamwali, hakikisha unakuwa mwanamwali mwenye busara. Mwanamwali mwenye busara ni mwanamwali mwenye ufahamu wa kutosha, mwenye picha ya mbele, mwenye maarifa, mwenye standards, asiye compromise standards zake, aliyejiboresha na kujiweka sawa, sio kujitunza tu. Hiyo busara haijawekwa tu hapo from nowhere. Hiyo busara imewekwa kwa sababu ni mwanamwali mwenye maarifa, mwenye ufahamu, mwenye mipaka, mwenye maono. Sasa ukitaka kuendelea kuwa mwanamwali mpumbavu, kuna siku utajikuta umetengenezewa mazingira na huo upumbavu wako kuingia kwenye hatari ngumu. Cha kufanya, hakikisha unaji-upgrade, hakikisha una maarifa ya kutosha, hakikisha una mipaka yako na maono yako ya kutosha. Lakini jaa sana neno la Mungu. Enyi wajinga, acheni ujinga mkaishi. Sasa na kusema enyi msio na maarifa, msio na akili, acheni huo upumbavu mkaishi. Sasa ukitaka kutoka kwenye huo upumbavu, mwanamwali, ukawa mwanamwali mwenye busara, fanya hayo ambayo nimekutajia hapa. Mungu akubariki.